Habari ndugu watazamaji, Dr. Balagoma aendeleza kipindi cha kuzidi kuelimisha jamii na sayansi ya nguvu za kiume, na tuangalie vitu ambavyo ni hatarishi katika jamii yetu katika kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Kitu cha kwanza ambacho ni moja katika visababishi hatari katika tendo la jimai ambavyo katika jamii yetu kimekuwa kikiathiri sana ni msongo wa mawazo au stress. Hii inaweza kumkumba mtu yeyote katika jamii. Inawezekana alikuwa ametulia katika uchumi, inawezekana amekutana changamoto, alikuwa na mali zimepungua, au amekumbwa na kuguza maradhi, ana watu anaowauguza, au mtu mwingine ana stress na msongo mawazo kutokana biashara anazozifanya haziendi vizuri, au mtu mwingine ana madeni na ana hamu ya kulipa lakini anakosa hela ya kulipa, na anayemdai muda wote anakuwa ni mwenye kukutana naye. Au kuna mfarakano kati ya mwanaume na mwanamke ambao kuna changamoto kubwa, walikuwa na mahaba lakini katokana na mvutano au wanauguza. Hii nazitoa kutokana na kuna mtu alikuja ofisini kwangu akaniambia, Balagoma, mimi na changamoto kadhaa ya kukosa hamu ya tendo la ndoa. Nikamuuliza maswali, hakuna changamoto ya maradhi? Akasema hapana. Uko vizuri, unapata muda wa kulala? Akasema ndio. Unakula chakula kama ugodona matunda? Akasema matunda kwenye kabati yangu yamejaa. Ila kaniambia nilikuwa na changamoto ya mali kama gari Costa, ila nimepata changamoto mpaka sasa hivi nimeziuza kutokana na changamoto ambazo zilitokea katika jamii. Maana sio mpaka hapo niambia, sio mpaka niongee kwamba changamoto kadhaa, hapana, haipendezi. Kwa hiyo imenichukua hata Costa zangu nilizokuwa nazo niwezi kuuza. Kwa hiyo nilimcancel, nilimpa darasa, nikamwelimisha jinsi ya mfumo wa maisha kwamba halimpati mja jambo lote ila Allah kakadiria, liwe jema au liwe baya. Kwa likitokea baya, mtihani kama huo, ina maana Allah amekadiria na tutegemee neema itakayokuja mbeleni itakuwa ni heri. Kwa nikamwambia tumshukuru Mwenyezi Mungu madam tuko wazima. Kwa wewe hauwezi kupata dawa yote ile ya kusema kukuondolea visababishi, bali inatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu, utulie na urizike kwa ilicho nacho, na upoteze mawazo kwamba maisha mengine yapo na utakuwa ni mwenye kupata. Basi akawa ni mwenye kunielewa, akawa ameondoka. Na maana ningekutana na mtu ambaye hana elimu ya psychology, guidance and counseling, hana elimu ya psychology ya kumguide mtu na kumcounseling mtu, ina maana huyu tayari angezama, huyu ambaye hana elimu hiyo angezama kwenye sherufu zake za tiba na kuchukua dawa na kuanza kumpa mgonjwa ambaye hakuna kingechoenda kumsaidia, ila huyu inatakiwa apate counseling and guidance kama hivyo mkanseli. Kwa hiyo tujitahidi, unapokuwa na mawazo usikimbilie kutafuta dawa. Hebu unapompigia mtu, ndio maana mimi mtu akinipigia kwanza huwa namuuliza mfumo wake wa maisha ukoje, unapata muda wa utulivu nini, hakuna changamoto? Akiniambia hamna, ndio tunaangalia visababishi. Nafikiri tumeelewana. Kitu kingine, usingizi na kukosa utulivu katika familia. Unaweza kukuta mtu yuko vizuri, chakula kipo, mali zipo, lakini kulala saa 6 kuamka saa 10, kulala saa 6 kuamka saa 10. Huyu hata ngebugia shehena la madawa hawezi, kwa sababu kisaikolojia lazima mwili utulie, urelax. Usingizi unapokuwa umemteka mtu, huwa unajikuta tayari kwanza ambaye usingizi hauishi vizuri, wale wengi unakuta wana hasira mara kwa mara. Usingizi unapokuwa unatawala katika kichwa, unakuta una create hasira, unazalisha hasira, utajikuta muda wote ni mwenye kuwa na hasira. Kwa hiyo timizi mwili hauwezi kuperform tendo la jimai, ila lazima uwe na utulivu. Umechelewa kulala, basi angalau umelala saa 5 saa 6, basi lala hadi saa 12, lala hadi saa 11, umeamka kwa Waislamu, umefanya subuhi, umeswali hapo. Kama ni biashara kujiajiri, unaweza kufanya tendo la jimai vizuri, mwili umesha relax, una utulivu, unaweza kufanya tendo la ndoa vizuri na mwenza kafurahi sana sana. Kwa ukiwa na changamoto ya usingizi, haupati muda wa utulivu, mwili umechoka, unaweza kutafuta dawa za nguvu za kiume, kumbe sio hivi. Ni katika visababishi ya kumsababisha mtu anakosa hamu ya tendo la ndoa, kumbe inatakiwa na mwili utulie. Endelea kunifuatilia, nitaendelea kuelezea visababishi vingine. Dr. Balagoma, ofisi yako karibu na klabu ya Yanga, karibu sana.